yaliachwa kipindi cha nyuma na majanga yake yanaendelea kuonekana. Moja katika mambo makubwa ambayo nimechagua kuyasema ni tabia. Ni tabia njema kama ambavyo iko tabia mbaya. Na vitu viko viwili viwili, na kibaya kizuri. Mwanamke, mwanamke. Hata miti kuna wa kike na wa kiume. Wale waganga unajua, uliza kwa mvuma mume au mvuma mke, mpapai dume, mpapai mke. Kwa Mungu mwenyewe amejalia kila kitu za ujaini, mbea mbili, mkono wa kulia na kushoto, jicho la kulia na kushoto, sikio la kulia na kushoto, pua, tumbo la kulia na kushoto. Hivyo kila kitu viwili viwili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwenye huu ulimwengu alituletea mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo anasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha almushrikun. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye ambaye amekutumieni mtume bilhuda, kwa uongofu, na alafu akampa dini ambayo ilikuwa dini ya haki, ndiyo Uislamu. Kule anasema inna dina inda Allahi al-Islam. Wengine asema waman yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hiyo dini ya haki ni Uislamu. Kamtuma mtume kwa uongofu, kisha akampa dini ya haki. Lengo la kuleta dini hiyo ni ili izishinde dini zisizokuwa za haki. Uislamu uwe juu ya dini zingine, dini zinazoabudu masanamu, dini zinazoruhusu kunywa pombe, dini zinazoabudu mizimu, dini ambazo zinaabudu asiyekuwa Mungu mmoja. Mwenyezi Mungu ameileta dini hii izishinde dini zingine. Kwa bahati mbaya, baada ya kutupa Uislamu, yeye mwenyewe akatuambia inna nafsa ammaratun bisu'i, kwamba nafsi yenyewe kazi yake kubwa ni kuamrisha kwenye jambo baya baya. Alafu akatupa dini ya haki ambayo ndio Uislamu. Maana yake nini? Wako watu wale ana macho kama wewe, ana miguu kama wewe, ana akili kama wewe, anatembea kama wewe, lakini anasukuma na mabaya na anayafanya. Lakini watu kama wewe, ana kila kitu alicho nacho, yule anasukuma na mabaya na kuyafanya, wao hawafanyi. Watu ni wale, hawa wanafanya mabaya, hawa wanafanya mazuri. Maana yake ni nini? Hawa wanasukumwa na mabaya na wanakubali kuyafanya, na hawa wanasukumwa na mabaya wanazizuia nafsi zao, wanajikalifisha nafsi zao kuweza kufanya mazuri mpaka wanakuwa watu wazuri. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotuwekea dini. Wale wanaoamrishwa nafsi zao wafanye mabaya wakafanya, ndio wale ambao Mungu alisema waman yabtaghi ghayra al-islam dinan
falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hawa wanataka usio kwa Uislamu. Mimi na wewe tunapaswa kutaka ulio Uislamu. Sasa nafsi zetu zisitusukume kwenda kuyafanya mabaya. Kwa sababu gani? Ingekuwa ni vizuri sana Mwenyezi Mungu asingeweka tashwishi, asingeweka pombe, asingeweka zinaa, asingeweka kamari, asingeweka dhulma, asingeweka chuki, asingeweka hasadi. Kulikuwa hakuna maana ya kuwepo. Lakini Mwenyezi, tunazungumza lugha ngumu kidogo, si kama mnanielewa. Kwa kuwa Mungu ameweka vitu hivyo, alafu akamfanya mwanadamu imma shakiran wa imma kafura. Yani Mungu kaweka msukumo wa wewe kusukumwa na jambo ovu, alafu uizuie nafsi yako, lakini kakuwekea mambo mema pia. Haya ni mema, yafuate, uyafanye. Kwa kufanya hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutaka wewe usukumane na yale mambo machafu, uyaweke pembeni. Hapo ndio utakuwa umekuja kwenye lengo la kuzishinda dini nyingine, kwa sababu zenyewe zimesukumwa na mambo machafu na zinafanya. Mimi na wewe tutakuwa watu wabaya, ambao leo wewe huyo unaosema kumwambia Mwenyezi Mungu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, unaswali unamaliza, alafu unatoka unachomoa sigara, unaanza kupulika, unakwenda zako. Wewe huyo ukitoka tu ukimwona mwanamke amepita amevutia, mashallah mashallah, mwana wa nani yule? Wewe huyo una demu wako wa siri, mwenyewe unakwenda unachochora, unafanya mambo yako, alafu unarudi unaendelea kwenye dini. Wewe huyo. Sasa tashwishi ndizo zinatupelekea kwenye mambo maovu. Tunaacha msingi wa dini yetu kwa sababu ya tashwishi. Kama Mungu asingetuwekea hizi, labda tusingefika huko. Lakini tumewekewa vitu vya kumfanya mtu avutike kufanya maasiya. Sasa nini cha kufanya? Mimi nilikuwa siwaelewi watu wa tablighi, lakini ikafika mahali nikawaelewa. Pale kwenye 40 pale kuna siri kubwa. Kwenye 40 mtu akifa siku 40, mtoto akitolewa siku 40, sijui nini 40. Watu wa tablighi nao utoke siku 40. Sasa wewe chukua mfano tu, umefunga siku hii moja kuanzia asubuhi na umedumu kwenye swala 5. Kila wakati unakwenda unachukua udhu, unarudi, unaswali, unamaliza, unafanya istighfari, unamwambia Mwenyezi Mungu ubadilishe moyo wangu siku hii moja. Sasa fanya haya siku 40. Utajikuta jilazimishe swala isikupite, kwa sababu unakuta ni shekhe lakini swala pia zinampita. Ana mambo mengi kichwani, akiulizwa haya yote ya nini hana majibu. Swala 5, subhi ipate, dhuhuri ipate, asri ipate, maghribi ipate, isha uipate. Dumu katika siku 40. Wewe ni swala, udhu,
kujichunga. Siku 40 ukizimaliza umedumu katika jambo hilo, ukija uraiani unakuwa mtu mwingine kabisa. Ile nafsi utakuwa umeikandamiza katika kumjua Mwenyezi Mungu na kufanya yale anayotaka Mwenyezi Mungu, na Mungu ataubadilisha moyo wako kwa sababu umenuia kutaka kubadilika. Kwa kubwa ninalotaka kulisema mimi ni kucheza na nafsi zetu na kuja kwenye lengo sisi wenyewe tuwe mfano. Ukiwa mahali watu waseme yule kijana wa Kiislamu, ukiwa kwenye basi watu waseme yule kijana wa Kiislamu, ukiwa kwenye msiba watu waseme yule kijana wa Kiislamu. Isiwe hakuna tofauti kati ya Muislamu nani hapa, mtu akakuuliza na hali umevaa kofia kabisa na kanzu, ni Muislamu nani hapa? Unadhani una sifa? Toka hapo wenyewe watu kofia walivuta hivi. Sasa ukishavuta hivi tena ile sifa kwamba ndo shekhe ipo tena. Ndio kijana labda mfuta bangi tu kama kufanya hivi, na siku hizi na kanzu anavaa na ile miaruma wanatia kama yakoto anasokota hapa huko, anavuta bangi zake anaendelea. Kwa lazima uwe tofauti, na kuwa tofauti ili tuweze kufaulu. Tuhakikishe jamani, watoto wetu, vijana wetu tunawasomesha, na walimu tuwe tunasomesha sana, na sisi wenyewe tusome. Kule kusoma si kwa maana tu ili usome tu ujue tu, usome usomeshe. Mtu mmoja mimi alinikuta naandika ubaoni nasomesha. Haya shekhe mwenye na shekhe mpaka leo bado nasomesha tu. Ndio upumzike bwana. Maskini. Yeye hajui kwamba kule kusoma ndio mudhakara. Kule kusomesha ndio mudhakara, ndio mutala. Watu wana mambo mengi mno. Unaposomesha elimu yako inazidi kustakiri, kwa sababu wewe unafanya kazi ile ambayo uliwahi kuisoma huko zamani. Unajikumbusha, kuna mtu hapa akisimamishwa akipewa safina aweza asifike fasili ya pili. Uongo? Kwa nini? Kwa sababu hana mudhakara. Atabaki na vitabu vingi, lakini akafungua ukurasa huu, hebu nisomeshe. Niliwahi kumwita bwana mmoja wakati wamfanyia interview, nikampa ghaya, nikamfungulia mlango, kama nisomeshe pale pale ofisini pale. Sasa shekhe, sasa naona unanipa mtihani sasa. Kama nakupaje mtihani si shekhe bwana, nakukupa nafasi kubwa. Asema mimi naona shekhe unanipa mtihani bwana, mambo bwana wewe ache tu kwanza. Sasa asiwe shekhe huyo, awe shekhe anasomesha na anawatengeneza watu kitabia. Haya tunasema wasipelekwe na nafsi zao kwenye uovu. Kutoka hapo leo kuna mambo ya kileo, mtu akikutana na mtoto wake anamkumbatia, vichuchu vinamsogelea, nafsi inaanza kumsumbua mwanawe. Kwa tufike mahali nafsi zetu zisisukumwe na kuyafanya maovu, tukapoteza sifa ya Uislamu. Sifa ya Uislamu ni dini hii kuzishinda dini nyingine. Kijana wa Kiislamu awe tofauti na kijana mwingine. Watu wote kwenye mtaa wewe wanamuadimaya yule kijana. Ukimwendea na jambo la ovyo yule, atakuadhiri. Mwacheni. Maana kwenye swala yupo, kwenye kufunga yumo, mara aonekana na tasbihi yake. Ukimkuta kashika msahafu wake anasoma, ukikutana naye anakuangalia chini. Lakini wakwetu leo kanzu zimevaliwa kwenye hadhara, kesho utaona jinsi watu tu wanapotembea kama sio waliokuwa hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante. Shukran.